ule chula. Demu mtaani kule jirani yetu ule ukipita kwa kina changu doa pale. Pale chini pale. Karibu na kwa kina Kwenta pale. Napata. Ile demu sasa. Demu kuna siku kanikuta mtaani nimetulia kwenye kigogo mwanangu napunga upepo, umeelewa? Demu nakasema wewe anamtike mimi nataka hela. Wataka hela wewe nini? Shoga yangu ana shida ya 2000. Ragubule kijola chake kuna hela mtangulita bado 2000. Mimi niko na sio baya. Wadi mtoto kaninogea nini kanivutia. Mimi nikantinga na 2000. Nikamwambia ile hela ninayokupa hiyo mimi nataka niingie kule nje nini kuichapa kuikinda. Kaniambia baridi usiwaze. Sasa inafika jioni ile naingia. Kwanza nakuta viatu mwanangu vya mshikaji. Mshikaji fulani hivi. Kirefu hivi ana mwili mkubwa. Yule mshikaji yule. Yule muuza maembe yule. Sasa anipinduaje mwanangu muuza maembe? Nafika pale sasa. Baada kuona hivyo mimi nikastua ndani mwenyewe. Kwamba nikamuita, "Oya, vipi kwani?" Anambia mimi leo siji nini. Nikamwambia, "Sasa mimi siwezi nikaichapa kwa sasa hivi." Akaniambia kwamba wewe siji kesho. Sasa mimi swali liliniuma. Umeelewa? Wazo langu mimi nikasema ngoja nikamstue mwenzangu. Kwa hiyo nilikuja kukuambia inabidi tuende kule. Tukadai vyetu. Basi mwanangu limeisha hilo. Vipi tutazame huko. Wenzetu, oya tusikubali mwanangu kama vipi tuichape. Tukaingia tunapika pale mwanangu. Kwanza anafanyaje lazima atisheria. Ile yule kazi ana tusikubali. Yule bibi tumkomoe kwa siku ya leo. Chakula chako tena. Akome tabia zile mwanangu mpate kule. Vipi mwanangu? Oya mwanangu duru. Kama kaa hakika. Oya. Mishe hivi. Unachula mwanangu kazingua. Chula gani sasa? Amekula hisa zangu chula fulani bitina ndeka na kanyumba. Nyumba unaona mtaa ule? Nauona sasa pili hapo yule dogo yule chembamba kile. Nafahamu yule. Sema twende washikaji wetu kwanza tukamwombe nani kwanza. Ushauri. Mshikaji gani yule? Yule kule. Yule kule? Yule. Huyu hapa huyu. Hata anatupa ushauri gani huyu? Mzee, vipi mwanangu umejichoma nini? Vipi baba? Vipi unasemaje? Bro, shida ipo hivi. Unachula. Alinikuta mtaani kule. Baada ya kunikuta mtaani, akanipangilia jina mtu mimi na shida ya 2000. Nataka nizingatie shoga yangu, sijui ana shida ya hela, mimi nikaona nikufuate wewe alivyoniambia. Mimi nikampa ile hela. Baada ya kumpa ile hela, nimeenda kule kwao kule nakuta kuna jibaba ndani mule. Anaichapa hela na mimi naye tumshaidiana kwamba niende. Kwa mimi swali nikaniuma, nikamtoa mwenzangu huyu, niko na kuna tuje. Sawa kijana, nimekuelewa. Wewe mwanamke yule umempa hela. Sawa? Na amekula hela yako, sio? Umeenda ndani umekuta kuna mtu mwingine. Kuna mtu mwingine. Vijana sikilizeni. Na Waafrika wote sikilizeni. Muwe makini sana siku hizi. Wanawake siku hizi wamekuwa wafanyabiashara. Sikilizeni. Wanawake siku hizi wamekuwa wafanyabiashara. Wanafanya biashara. Ndio. Umeona zile organi zao wanafanya kama vitega uchumi. Ukiwa mwepesi wa kutoa pesa yako unatafuta kwa jasho, halafu unaenda kumpa kirahisi. Wale wanafanya biashara siku hizi, wanawake siku hizi wamekuwa matapeli. Wanakutapeli. Unatoa hongo kumbe wamekutapeli. Kwa hiyo vijana, mimi na washaulini, msiwe wepesi wa kutoa pesa zenu kuwapa wanawake. Wanawake wa siku hizi wamekuwa wafanyabiashara, wamekuwa watapeli. Watawatapelini. Kwa mimi na washaulini kabisa, tafuta pesa yako. Kama hauna mke, tumia au mpe mama yako. Kama una mke wako au una wake zako ama una mpenzi wako ambaye unaishi naye, unampa hizo pesa. Lakini mwanamke tu hivyo, mwanamke kama anaishi kwao, huyu anatakiwa hudumiwe na wazazi wake. Mwanamke akiwa mchumba anatakiwa hudumiwe na wazazi wake. Sasa jamani, mimi niwapeni pole. Hebu liwe kama somo kwenu kwamba sasa hivi msiwe wepesi wa kutafuta pesa kwa jasho, halafu mnaenda kuwapa wanawake hao.
Maana wanawake wa siku hizi wamekuwa wafanyabiashara, wamekuwa matapeli, wanatumia jina la wanamke kuwatapeli watu na kufanya biashara. Ndugu wa Afrika wenzangu, nawaambieni hivi, tuwe makini kwa wanawake kuwapa hizo pesa. Kuhonga siku hizi kumekuwa sio rafiki, maana wanawake wamekuwa wafanyabiashara, wanawake wamekuwa matapeli kupitia ngono, kupitia wanamke wa kwao. Nafikiri mtakuwa mmenielewa. Mchumba ahudumie na wazazi wake. Kuwa busy na kuhudumia mpenzi wako ambaye mnaliziana, au mke wako au wake zako. Mimi nimewajuzeni wa Afrika wenzangu wa upendo kabisa. Nafikiri mmeelewa. Next time, asante. Sema nini bro? Sisi tumekuelewa. Hakika tumekuelewa bro. Uhakika. Poa basi, tutakutana tena. Haya poa. Tunaingia huku kwanza. Haya fresh. Ni wapenzi wako.